Mchungaji ana tabasamu nzuri sana. Sio anatabasamu natokea nani mchungaji kwema? Kwema. Tupo ndugu yangu. Naona una tabasamu hivi tu. Tabasamu yangu nikifika wakati wa uchaguzi nigombea mwenyekiti ndio watu wananishauri hivi. Nikamwambia kipindi hiki tuna focus na mambo ya ubingwa. Kwa hiyo mambo ya mwenyekiti ngoja nisubirie ikishafika kipindi sahihi, lakini wananisumbua sana. Watu nje. Mwenyekiti wa nini labda mtu angetaka kujua? Kugombea mwenyekiti wa Simba. Uchukua nafasi ya Muktaza Ali. Wakasema kwamba Mangungu namwambia kama Mangungu atagombea sitagombea. Kama atagombea sitagombea. Ila kama hatagombea nitagombea mwenyekiti wa Simba na nitakuwa mwenyekiti wa Simba. Na watu hataamini. Na watu hataamini. Naamini nimwambia watu nitawaonyesha upande wangu wa pili. Ambao nimeact kama hivi na watu wameingia kwenye mfumo, sasa nitawaonyesha upande wangu kwamba mchungaji ni mtu wa design gani. So shida hela tu, kwa sababu watu wanasema una hela, hata ndani waonyeshe kwamba shida si range, wanataka waone range, wanataka waone nini. Hata ndani waonyeshe upande wangu wa pili. Ndio kitu ambacho nakisubiria. Lakini kama atagombea Mangungu siwezi kugombea. Kwa nini? Siwezi kushindana na mzee wangu. Siwezi kushindana. Ila kama atatoka atagombea, mimi nitagombea mwenyekiti wa Simba rasmi na nitakuwa mwenyekiti wa Simba. Na watu hawataamini kuwa mwenyekiti wa Simba. Bwana mchungaji, tuzungumze issue ya basi lenu Eliza ambalo limekuwa gumzo mtandaoni, kila mmoja anazungumza lake, pengine limechoka, used, kila mtu anazungumza. Kwanza umepokeaje taarifa? Lakini pia Jeruti ahadi yake ya pili ameitimiza, ameleta Innocent Liomba, sasa amekudondosheni Eliza, kilichobaki ni uwanja na facility nyingine. Umepokeaje ujio wa Eliza? Kwanza Jeruti sasa hivi ndio kijana ambaye anatishia Afrika Mashariki. Kwa sababu matukio ambayo anafanya matukio ambayo hakuna mtu ambaye kufanya. Kumbuka hili basi ni mabasi ambayo yanatumika asilimia kubwa Ulaya. Umeona? Ulaya ukipata gari hata kama ni used ukaileta hapa, kwetu si ni mpya. Kwa hiyo Alikamwe namshukuru sana kwa kutupigia promo. Katusaidia kutupigia promo ile gari, na hata watu ambao walijui wameweza kulijua kwa kupitia promo yake. Sio hilo tu, hata jezi amekutupigia promo. Simba wakauza jezi sana kwa ajili ya Alikamwe. Kwa hiyo Alikamwe tunamshukuru sana watu wa Simba kwa kazi ambayo anaifanya kutupigia promo mambo yetu. Hata jana nataka kuzungumza masuala ya wachezaji kutokulipwa. Kule ni kukumbusha majukumu. Kwa hiyo matukio ambayo anafanya Alikamwe nampenda sana Alikamwe. Anafanya kazi nzuri sana ya kutusaidia wana Simba. Unazungumzaje ujio sawa Eliza? Eliza imekuja kipindi ambacho ni sahihi. Matukio kama haya kwa Jeruti, vitu ambavyo anavyovifanya, anafanya vitu ambavyo hatujawahi kuvitegemea wala kuviona. Jeruti jinsi alivyokuja Simba, alikuja kama mtu wa kawaida. Ila sasa hivi anaonyesha makocha yake. Kwa sababu kuleta ile gari ile ni bilioni 1.5. Umeona? Na lingine naona sio liko njiani, sio Afrika la pili itakuwa ni bilioni 3 ambazo amepewa na ushuru inaweza kufika bilioni 4. Kwa hiyo ni jinsi gani anaonyesha kwamba ndani ya mwaka mmoja ametoa karibu bilioni 12. Wachezaji kanunuliwa magari kama unakumbuka. Kamleta mchezaji ambaye ni ghali, kamleta. Kwa hiyo mkataba wake ndani ya mwaka mmoja ameutekeleza kwa 100%. Na hivi vitu hatuje kuviona. Ni vitu ambavyo Jeruti anafanya tofauti kabisa na watu ambao tumekuona siku za nyuma. Kwa hiyo Jeruti kwa hali anavyokuendea anatishia amani. Kwa viongozi wa Simba walikuwa wako sahihi kumtafuta Jeruti. Viongozi wa Simba walikuwa makini na kumsaidia mtu ambaye alikuwa sahihi. Kumbe tumetegemea kwamba kumleta mwekezaji kutoka nje anaweza kuwa sahihi. Kumbe mwekezaji wa ndani anaweza kufanya mambo makubwa kama unayoona leo ambayo Jeruti anafanya. Kitu ambacho Jeruti amefanya ni mfano kwa ndani ya mwaka mmoja. Kafanya jambo kubwa sana na analeta hiyo Eliza nyingine. Sasa sijajua Simba na kichukua ubingwa sio hali itakuwa vipi. Nisikufiche bwana nani. Mimi jana nimeenda pale yadi. Nimemwomba yule jamaa pale, nikamwambia naomba nipande nilione. Akamwambia iruhusiwi. Akapigwa simu ambaye anasimamia pale. Nikaingia mle ndani. Ile kama unavyoona ndege. Eliza. Naingia tu pale mapicha pacha. Nini kumbe ina sense kwamba kuna mtu kaingia. Ulikaa kwenye kiti na kwambia kuna mgeni kakaa. Mimi siye kuona vile vitu, nimetegemea basi yetu ya kawaida. Kwa hiyo tukio ambalo amefanya huyu bwana ni tukio ambalo linavutia hasa kuendelea kuwepo ndani ya Simba. Tumjengee kamnara hata kadogo tu. Jeruti haina jinsi. Sasa mchungaji, mnafurahia basi na kila kitu. Lakini benchi la ufundi wachezaji wanadai mishahara. Ili ni kukumbushana majukumu. Swala ili hata Ulaya lipo. Hili linatokea. Ni jambo zuri kumshana majukumu kwamba hawajalipwa. Ni vitu vya kawaida sana. Lakini Jeruti kwa jinsi ambayo anavifanyia vitu ndani ya Simba, vitu gani mfano? Kwa sababu hapa nataka niruke mbele tena. Kutuletea Mayele. Sasa Mayele naye anakuja Simba. Fiston Mayele. Ujio wa Mayele hata kwa Disolo utacheka. Hata kama unamwambia itakuja basi ndio Eliza sijui. Lazima ungecheka. Sasa Mayele unashangaa nini?
Sasa mtu kajipinda kutoa bilioni 6 kumleta Mayele, wewe unashangaa kitu gani? Kwa hiyo pale mbele tutakuwa na mtu ambaye ni muhimu sana. Kwa Mayele anakuja Simba. Striker ndo Simba anategemewa sasa hivi. Huku anatoka Ura, huku anatoka Libase, anasema Chama anashuka chini, yeye ndio Simba anakutajia mpya. Mwaka huu ni mwaka wa raha ndani ya Simba. Na Yanga nawaomba wasio kajichanganya. Simba tukachukua ubingwa. Watakosa raha mji huu. Mimi nakwambia. Labda Simba tukose ubingwa. Tukichukua ubingwa Yanga sijui ataishi wapi. Na haya mabasi yetu mji huu utakoma huu. Yanga nasema hivi, Yanga muombe tukose ubingwa. Tukichukua ubingwa mtavuta sehemu ya kuishi. Mtapata